Assalamu alaikum warahmatullah. Ahbab, hapa kuna maneno ambayo tutaweza kupata mafunzo. Maneno yenyewe, kuna mwanamke atuambiwa alimuomba mume wake, mwanamke alimuomba mume wake amuandikie katika karatasi makosa yake yote ili aweze kujirekebisha. Yani, mume wangu niandikie makosa yangu yote ambayo niko nayo, umeona kwangu, niandikie mahala ili niweze kujirekebisha. Mume aliandika alivyoombwa. Akaandika, mimi nampenda mke wangu kipenzi na nampenda alivyo yeye. Hivyo alivyo ndivyo mimi nampenda na sijawahi kuona kasoro kwake. Maneno mazuri kabisa. Aliandika, nampenda mke wangu kipenzi alivyo. Yani hivyo alivyo mimi ndo nampenda na sijawahi kuona aibu kwake. Sina cha kumtia aibu mke wangu, nampenda alivyo. Ikafika habari kwa mke wake na watu wakajua, ikawa ni furaha kubwa sana. Mwanamke alifurahi sana. Alikaja akakutana na mume wake, anakutana na yeye kwa machozi ya furaha kwa sababu mume amemsifu vizuri mke wake. Tena watu pia wakajua raha iliyoje mwanamke usifiwe mbele ya watu na mume wako. Kama Mtume aliulizwa unampenda nani, akasema nampenda Aisha, hadharani. Kwa hivyo ile mtu kutangazwa kwamba unampenda na hana aibu ilimfurahisha sana yule mwanamke. Hapa kumbe huu mwanamume ilipojulikana, asema huu mwanamume alipochunguzwa vizuri ama alipoulizwa, anasema mke wangu anakuwa na makosa karibu 10. Alikuwa na aibu karibu 10. Kasoro zake zilikuwa nyingi karibu 10. Lakini anasema makosa yake sijaona dawa. Sikuona dawa ni kumtajia zile aibu zake ama kumtajia makosa yake. Wewe uko kadhaa, wewe uko hivi na hivi. Hii kumtajia aibu, anasema haikuwa ni dawa. Wala haingeweza kabisa kuwa ni dawa mimi kumtajia. Sasa kule mume kumfichia aibu yule mwanamke, akawa hamwambii aibu zake, hamtajii makosa yake, kule kutotaja makosa yake na aibu yake ilimtengeneza yule mwanamke takriban 70%. Mwanamke alitengea na mambo mengi yakawa sawa. Kwa sababu gani? Mume hajawahi kumwambia maneno machafu, hajawahi kumtajia makosa yake, hajawahi kumtajia aibu zake. Angalia alimwambia nini? Alimwambia nakupenda ulivyo mke wangu. Na alikuwa anajua, lakini dawa ya kumtengeneza yule mwanamke aliona dawa ni kumnyamazia, asimtajie zile makosa yake. Kwa hivyo na sisi tusipende kutajiana makosa zetu. Hii inasababisha watu kuchukiana, inasababisha kumuepuka mtu. Msitiri mke wako, usimtajie, hata yeye usimtajie. Tafuta hikma nyingine za kurekebishana. Na hii kumnyamazia, na alipomsifu namna hii ndio ile kumnyamazia, kutomtajia kwake zile aibu zake na kasoro yake, ilimtengeneza yule mwanamke takriban 70%. Ndio Mungu tuambiwa waqulu linnasi husna, waambieni watu maneno mazuri bana. Na Mtume anatuambia man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yoyote yule ambaye kwamba anamwamini Mwenyezi Mungu na anaamini siku ya mwisho, basi falyaqul khairan au liyasmut, zungumza khairi. Hawezi kuzungumza khairi, basi nyamaza. Kwa hivyo na sisi tuzungumzeni ya khairi tu basi, yale mabaya tunyamazeni, ndio tutaweza kutengezana na Mungu atutengeze sote, tuwe ni watu wazuri, watu wenye kupendana, watu wenye kuheshimiana, watu wenye kuchangana. Wallahi minkum. Assalamu alaykum warahmatullah.